nimejikita katika siri hii ya kwanza ambayo nimesema, ili uweze kuendea wakati uliokubalika na uweze kuleta matokeo ya ule wakati ambao umekubalika. Jambo la kwanza nimesema lazima ushughulike na tabia yako. Haujafiti bado, haujaqualify bado, kama bado tabia haujaishughulikia. Hauna vigezo vya kuingia msimu mpya ambao Mungu amekuandalia ama Mungu amekusudia uweze kuuleta katika kizazi chako, kama haujafuzu eneo la tabia. Ni waliofuzu tu kwenye eneo la tabia wanaweza kuaminiwa na Mungu katika kutenda mambo makubwa. Kama hutafuzu eneo la tabia, uwe na hakika wewe si wa kuaminiwa. Mungu hawezi kukuamini na ajenda nzito za ufalme. Kwa ni lazima kwanza ufuzu kwenye eneo la tabia, ndipo uweze kuwa na nafasi ama garantii ya kuingia katika wakati uliokubalika na kulizaa jambo la Mungu katika kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu ambaye hana tabia za Mungu ni ngumu kuyabeba majira ya kimungu, kwa sababu majira ya Mungu yanahitaji nidhamu kubwa mno. Ajenda ya Mungu inahitaji nidhamu kubwa mno. Kwa mtu ambaye hana tabia ya Mungu, huyu mtu hafai, hatoshei kuyabeba majira ya Mungu. Kwa nini? Kwa mtu ambaye hana tabia ya Mungu, kwa sababu ya uzito wa ajenda ya ufalme wa Mungu. Ni rahisi sana mtu ambaye hana tabia hii ajenda, hata kama akibebeshwa, akafanyeje, akaiaboti njiani kabla hata haijazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni muhimu sana kutengeneza eneo la tabia. Ni muhimu sana uhakikisha kwamba eneo la tabia umechongwa kweli kweli. Bila kuchongwa ipasavyo eneo la tabia, kuna ajenda nzito na serious Mungu ataweza anakubebesha ndani yako, lakini kwa sababu bado hujakamilika kwenye eneo la tabia, unaenda nafika mahali unaishia njiani. Kwa hiyo unakuta ajenda ya ufalme inakwama. Kwa nini? Mtu aliyekuwa amebebeshwa ajenda ya ufalme ni mtu ambaye alikuwa hajatengenezwa kwenye eneo la tabia. Kwa hiyo watu wa kuaminika kwenye ufalme ni watu ambao eneo la tabia wamefuzu. Hawa ni watu wa kuaminika, kwa sababu Mungu anajua kabisa, huyu mwanangu nikimbebesha hii ajenda ya ufalme, nikimbebesha ili kusudi langu, hata nikwamisha, hata niangusha. Nionyeshe mtu ambaye hatafika popote, haendi mahali popote, ni mtu ambaye ameshindwa eneo la tabia. Mtu aliyefeli eneo la tabia ni mtu ambaye hawezi kuaminiwa kubeba chochote cha maana, kwa sababu uwe na hakika, kama tukimbebesha mtu jambo la maana ambaye amefeli eneo la tabia, uwe na hakika atatukwamisha. Si zaidi mbingu ziko serious kwa kiwango ambacho haziwezi tu kubebesha tu from nowhere. Agenda serious ya kimbingu inaweza kutransform, kubadilisha mataifa, kugeuza mataifa, kama haujakamilika eneo la tabia. Kwa hiyo ni muhimu sana uhakikishe kwamba eneo la tabia unamwambia Roho Mungu akusaidie, akutengeneze haswa. Uwe na hakika, kama hautampa nafasi Roho Mtakatifu ya kukutengeneza eneo la tabia, uwe na hakika umejiondoa kwenye nafasi ya kuwa mtu mkuu. Hauwezi kuaminiwa na nafasi ya kuwa mtu mkuu kama haujachongwa eneo la tabia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana makusudi na wewe, ndio maana amekuacha hai mpaka hivi leo. Ndio maana amekupa na neema ya wokovu. Ndio maana amekupa na neema ya kunisikia haya ninayoyasema. Ujue kabisa kwamba Mungu ana makusudi na wewe. Maadamu Mungu ana makusudi na wewe, jionyeshe kweli umekubaliwa na Mungu. Unajionyesha namna gani kwamba umekubaliwa na Mungu? Kwanza, kwa kuziruhusu tabia za Mungu ziwe tabia zako. Utakapoziruhusu tabia za Mungu ziwe tabia zako, ndio wakati ambapo sasa Mungu anaweza kukuamini na ajenda zake. Mungu anaweza kukuamini na siri zake. Mungu anaweza kukuamini na majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hana tabia za Mungu ni ngumu kuyabeba majira ya Mungu na ajenda zilizomo ndani ya hayo majira. Lakini pia inahitaji tabia za Mungu kutimiza ajenda za kimungu. Ajenda za kimungu ni wale tu wenye tabia za Mungu ndio wanaweza kuzibeba ajenda za kimungu. Huna moyo wa Mungu na unahitaji kumbeba Mungu, haitawezekana. Huna tabia za Mungu na unahitaji Mungu akutumie kwa ukubwa, akutumie kugeuza mataifa, akutumie kwa ajili ya upako, kwa ajili ya uamsho, haitawezekana. Unataka Mungu akutumie, lazima ukubali kulipa gharama ya kuzibeba tabia za Mungu. Sio rahisi, lakini unapokubali kulipa gharama ya kuzibeba tabia za Mungu, ndio wakati ambapo Mungu na mbingu nzima inakuamini sasa na ajenda za ufalme, inakuamini na mambo makubwa, inakuamini na mambo ya kitaifa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria mtu ambaye eneo la tabia haeleweki, alafu akaaminiwa na ajenda za kitaifa. Huyu mtu manake hawezi kulifikisha mahali popote taifa. Ni kweli kabisa aliaminiwa kuwa wokovu wa taifa, lakini kwa sababu eneo la tabia lina shida,